Naitwa Nuru Okanga, niko nyumbani. Kuna vitu haviendelei mzuri katika nchi yetu ya Kenya. Sasa niko nyumbani. Kuna baadhi ya mambo nataka niongelelee. Unajua tukiendelea hivi nchi itaingia mahali pabaya, kwa sababu iweze kuwa the current president mwenye yako alisema ya kwamba akikampeni atalinda katiba, kitu ya kwanza, na akasema ya kwamba yeye kama president akiingia hata ruhusu maaskari kushika wanasiasa ovyo ovyo, na ataheshimu mahakama. Leo hii tumeona vitu zimebadilika. Ukiongea kidogo nawekwa ndani, ukiongea kidogo nawekwa ndani. Jana Cleophas Malala alishikwa, na mimi najua Cleophas Malala ameshikwa kwa sababu ya msimamo yake ya siasa. Juzi amekuwa pale Kasarani na Mheshimiwa Rigathi Gachagua wakiongea kuhusu venye Wakenya wamefika na venye nchi imefika na zile vitu the current president anafanya. But mimi nataka niseme ya kwamba kilicho na mwanzo lazima kitakuwa na mwisho, ama kilicho na mwisho kilikuwa na mwanzo. Tumeona hata polisi officer, na mimi nataka niambie Douglas Kanja pamoja na timu yake, mapolisi wote, mkiona wadozi wenyu wameingia kwa siasa, pia tunaomba polisi tunawakaribisha kwa siasa. Naomba Hairiri, mkuu wa majeshi, naomba pia venye umeingia kwa siasa, naomba wanajeshi wetu wa barracks wote kujeni, kiwanja iko free, kwa sababu wadozi wenyu wako kwa siasa, tunapigana na wao kwa siasa. Nataka niambie the current president William Samoei Ruto ya kwamba hizi vitu unaendelea kufanya kunyanyasa wa Kenya. Maisha ni ngumu. By the way, maisha ni ngumu kwa saa hii. Maisha ni ngumu kabisa, imefinya watu. Najua hawa dozi wamezoea kutembea kwa magari juu, wanadanganya watu, wanafanya nini, wanaenda. By the way, kusema ukweli, ground venye iko, maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu, hasa wale wazazi ambao wako na watoto grade 7. Maisha imekuwa ngumu mpaka imefika wakati kuna watoto wengi hawasomi, wanapelekwa polytechnic. Yaani mtoto ako grade 7 lakini mzazi ameona hii school fees ni mingi, siwezi lipa, wacha nipeleke mtoto wangu polytechnic ajifunze kitu fulani. But hiyo ni kuhujumu masomo, na hiyo ni kuhujumu watoto wetu. Nataka niambie William Samoei Ruto, umekuwa kule Kiambu ama kule Mount Kenya ukajichocha venye umetengeneza education, venye umetengeneza afya, venye sijui umefanya nini. Wacha kublackmail wa Kenya, wacha kublackmail wa Kenya. Cleophas Malala kushikwa, hiyo ni kuonyesha kwamba Ruto ni kama anajaribu kutesti kijiti kwa maji. Akitoka kwa Cleophas Malala, kesho yake utasikia ameshika na tembea. Akitoka kwa natembea Eugene Wamalwa. Akitoka kwa Eugene Wamalwa ataenda mpaka hata kwa Wajakoya. Akitoka kwa Wajakoya, huyo ndio huyo mbio kwa Kalonzo. Akitoka kwa Kalonzo, kesho yake utasikia ameshika Ruben Kagame. Mimi nataka niseme ya kwamba hizi vitu zinaendelea katika nchi yetu ya Kenya ni vitu mbaya, na Wakenya wamekasirika jinsi Cleophas Malala alishikwa jana. Wakenya wamekasirika, hasa wale madiaspora wale wanakaa nje wamekasirika. Jana nimepokea simu za zaidi simu 50 ya madiaspora kutoka nje ya Kenya. Na mimi nataka niambie madiaspora wale wanakaa nje, mnafanya kazi mzuri, hasa mmesimama na mimi sana, mnanisupport jinsi natakikana. Yaani mmehakikisha Nuru Okanga ako protected kifedha, kimfuko. Mimi nataka nishukuru nyinyi madiaspora, mnafanya kazi mzuri. Na mimi nilisema
nataka nirudie na niseme na niambie Wakenya ya kwamba I Nuru Maloba Okanga siwezi join hii serikali. Siwezi. Mimi niliapa siwezi join hii government. Watu wengine wananipigia, wananitisha, wananiambia ati mahali baba amesema twende hapo. Wewe ni kijana ya baba. Mimi ni kijana ya baba Raila Odinga na ni rafiki yangu sana. Rafiki yangu sana. Na nilimwambia mimi Nuru Okanga siko tayari kuungana na hii government. Venye unasema ODM iko upinzani, mimi niko upinzani. Mimi ndio baadhi ya kijana yako nimekataa hii mambo ya government. Sijui kama mnanipata mzuri wa Kenya. Mimi kama Nuru Okanga narudia kusema hakuna siku nitaamuka asubuhi ni support Ruto na hii government yake. Ati nianze kusema Ruto ni mzuri, Ruto amefanya kazi. Wale vijana wetu walikufa kwa maandamano majenzi wapate fidia. That is, hiyo ndiyo MOU baba Raila Odinga alisaini na Ruto. Ya kwamba wale watu ambao vijana walikufa kwa maandamano wapate haki yao. Badala ya vijana wapate haki yao, juzi tumeona Edwin Sifuna akisema ya kwamba kama ataona Mkenya amefanywa abduction, hiyo Ruto ameruka sheria, na ndio hii Malala ameshikwa. Malala ndio amewekwa ndani. Inji iko mahali pabaya. Inji iko na kiraka. Inji iko na kidonda ya uchumi. Nimesikia watu wa Kenya Kwanza wakipiga kelele wakisema ya kwamba wakati wa Uhuru Kenyatta unga ilikuwa 250. Ni sawa, unga ilikuwa 250. Lakini ile kitu na shukuru, wakati wa Uhuru Kenyatta pesa ilikuwa ya kununua hiyo chakula. Leo hii hata Ruto arudishe mahindi mpaka 40 bob. Kuna mtu atalala njaa kwa sababu kupata hiyo 40 bob ni shida. Kuna mtu atalala njaa. Amwezi tuambia tummetengeneza mambo ya chakula na ile hali watoto wetu hawasomi. Kama nje haitakuwa na watu ambao wamesoma, hii nje hakuna mahali itaenda. Hawa vijana ndio viongozi wa kesho. Na mimi nataka niambie William Samoei Ruto ya kwamba leo hii unaweza ona huko kwa power na unajipiga kifua, lakini hujui kesho yako ni nini itafanyika. Lazima ukiwa kiongozi wa kuongeleshwa na unasikiza. Uhuru Kenyatta alikuwa anasikiza maadvice. Leo hii William Samoei Ruto hata asikize CS, asikize mtu yoyote, Kenya amesema ni hivyo ndio inapita. Inji haiwezi raniwa hivyo. Inji haiwezi raniwa kama jembe kwa shamba. Atukiweka chini jembe imesimama hapo. Ukichukua unaanza kulima. Nataka niambie viongozi